Hivi uliwahi kusikia Yajuj na Majuj? Hii leo nimekuletea kwa ufupi kabisa historia na unabii au utabiri unaokuja baada ya viumbe hawa kutokea. Yajuj na Majuj ni viumbe wawili ambao wametajwa kwenye Qur'ani tukufu na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi zao ni za kushangaza na zinazua maswali mengi, zikigusa unabii wa siku zijazo. Miongoni mwa sifa ya Yajuj na Majuj, kwanza ni viumbe waovu na waharibifu sana. Wakati wa Nabii Ibrahim waliwahi kushambulia mataifa na kuharibu kila kitu walichokikuta. Na pia miongoni mwa sifa yao ni wana nguvu za kujitosheleza. Kwanza ni wengi, na pili wana idadi ya nguvu isiyokuwa ya kawaida. Wana uwezo wa kushinda majeshi yote. Na miongoni mwa sifa yao huwanyanyasa wale walio wanyonge. Unaweza kujiuliza viumbe hawa wako wapi kwa sasa? Na je, kama wapo, ni nani amefanikiwa kuwazuia viumbe hawa? Katika Qur'ani tukufu, Dhulkarnain, mfalme mmoja mwema, anasafiri hadi mahala fulani. Huko anakutana na watu wakimlilia na kumwomba awasaidie dhidi ya Yajuj na Majuj. Baada ya kushauriana, Dhulkarnain anajenga ukuta mkubwa wa chuma na shaba ili kuwazuia Yajuj na Majuj wasitoke. Ukuta huo unaelezwa kuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida na hauwezi kupitika. Na je, ni upi utabiri wa kurudi kwao? Waislamu tunaamini ya kwamba Yajuj na Majuj wataachiliwa huru kabla ya siku ya Kiyama, yani mwisho wa siku za ulimwengu, na watafanikiwa kuharibu ukuta uliowazuia na kuja kufanya maafa. Na unachotakiwa kukumbuka, ufafanuzi kuhusiana Yajuj na Majuj hautofautiani hata kidogo juu ya wanazuoni wa Kiislamu. Hata hivyo, hadithi kuu zinabaki kuwa sawa tu. Ni kiumbe wa mwisho wa siku, au ni viumbe watakaokuja siku za mwishoni ili kukamilisha unabii, yani kukamilisha yale Nabii Muhammad sallama au Qur'ani ilivyosimulia. Makala hizi zinaandaliwa na Nadhifa Miraj. Jina langu ni Abdulaziz Mdeme.